So hapa kwa ufupi walioachwa nyuma ni nchi za East Africa, yani Kenya, Uganda, Tanzania na Rwanda kwa ujumla, Somali ndo nchi ambazo zimeachwa nyuma. Ask me why. Nchi ya Cote d'Ivoire, Ivory Coast, jana hapo iliweza kuleta mashambulizi ili kumtoa yule rais ambaye yuko kwenye madaraka na military ikachukua serikali rasmi, ambapo habari mpaka sasa kama tunavyoongea hazijatolewa rasmi kwa sababu ya kwamba internet imeweza kuzimwa nchini Cote d'Ivoire because there's no clear information about this story, but zile habari za chini ya maji ni kwamba rais ameingia mitini baada ya kwamba ameonekana anashirikiana na Wafaransa kurule ile nchi, na basi military ikaweza kumgeuka na kumpiga vita na kumtoa kwenye ule uraisi pale Cote d'Ivoire. Hiyo inatuambia nini? Inatupa taswira kamili vile ambavyo West Africa countries zimeweza kuleta ama zimeweza kuchukua tabia nzuri ama zimeweza kuchukua mfano mzuri kutoka Burkina Faso kwa Ibrahim Traore, kwa sababu masuala haya ambayo Ibrahim Traore ndio alikuwa anang'ang'ana na kupigana ndio masuala yale pia ambayo Cote d'Ivoire, Ivory Coast ilikuwa inapigana. Masuala ya kwamba rais ambaye yuko kwenye madaraka pale asaidii yule mwananchi wa chini, na vile vile pale wale wananchi ambao wametoka Ufaransa, ama jeshi la Ufaransa ndio kama jeshi ambalo linalinda ama ni kama jeshi ambalo linaongoza ile nchi. Basi wakati Burkina Faso pamoja na kundi lake la kijeshi ambalo linaongozwa na Ibrahim Traore waliweza kumtoa rais wao ambao alikuwa kwenye madaraka pale kwa muda mrefu, alipata uhuru, mwisho wa siku alipata uhuru ndasema, na wakakubaliana kwamba watamtoa Mfaransa ndani ya Burkina Faso ili kama hao wa Afrika waweze kujilinda na waweze kujitegemea wenyewe kwa wenyewe, na endapo kutatokea mtu yoyote kutoka nje ya Afrika ambaye atataka ushirikiano na hao, basi lazima waketi kwenye meza ili waeke deal ili waone jinsi gani watafaidika kutokana na ule mkataba ambao utakuwa upo. Ovuchi sahihi kama tunavyoongea, Burkina Faso imeweza kuingia kwenye mkataba na nchi ya Russia ambayo inaongozwa na mzee mzima Putin, ambapo wanasaidiwa na zana za vita ili kujilinda, na bado vile vile pia wanasaidiwa na masuala ya fertilizer ili waweze kuendeleza kilimo chao, na vile vile pia bado wanaweza kusaidiwa na kitu ambacho tunaita self defense ili wajitegemee wenyewe kwa wenyewe. So this is a good news from Cote d'Ivoire, and this is something that we need to see in East Africa as well. Endapo kuna kiongozi ambaye atajifanya yeye ya kwamba hakuna mtu yote ambaye anaweza kumtoa kwenye madaraka, basi wale wanajeshi wa ile nchi waweze kunyakua ile nchi, wafanye watakavyofanya, lakini yule kiongozi hatutaki auliwe, lakini atolewe kwenye madaraka na nchi iendelee. Nafikiri this is something that is so good to see happening in this world at the moment, because we saw it in Bangladesh, we saw it in Burkina Faso, and now we are seeing it in Cote d'Ivoire. Na nikwambie tu kuna nchi kama Senegal ambayo iliweza kutifua ama iliweza kumtoa Mfaransa. Burkina Faso vile vile imeweza kumtoa Mfaransa, na Ivory Coast nao pia vile vile inaendelea ama iko kwenye mchakato wa kumtoa Mfaransa kwenye nchi yake. Hiyo inatuambia nini ama hiyo inatuamanisha nini? Ya kwamba wakati wa mzungu umeisha kutawala Afrika. Vile vile ambavyo Ibrahim Traore alikuwa anatuambia ya kwamba we used to say, ama tulikuwa tunasema pale mwanzo ya kwamba our time will come, yani wakati wetu kama Afrika utakuja. Sahihi si saa ya kusema kwamba wakati wetu utakuja. Sahihi ni saa ya kusema kwamba wakati wa Afrika umetimia, so that wabunge ama not wabunge but viongozi wa Afrika waweze kusimama kidete na kujua ama kujiamini ya kwamba Afrika inaweza kuungana na kuwa kitu kimoja na kufanya kitu kimoja na kumake sure kwamba hawategemei tena wazungu. Yani there's that life ya kwamba Africa cannot go without European, ama Africa cannot go without Americans. That's something ambayo Ibrahim Traore alikuwa anapigania kwa vita kwa nguvu sana, lakini sasa tumeona it's something that it's going to be successful kwa sababu mifano tatu tunaiona. So Ivory Coast, they deserve a clap. Ivory Coast, they deserve wanastahili kusifiwa kwa sababu wamefanya kitu ambacho sisi tulikuwa tunataka hicho kitu kifanyike. So it is what it is. Nitakuachia hizi video za watu ambao wanafurahia kutoa hizi habari kuhusiana na mpango mzima wa Ivory Coast. Alassane Ouattara, the president of Ivory Coast, has been toppled. Yes, this is the really old man. He's actually 83, and the rumors is that basically he has been unalived, but we don't know that. But this is the guy that was chosen by Michael Langley to help assassinate the president of Burkina Faso, Ibrahim Traore. And he has been overthrown. My brothers and sisters of Cote d'Ivoire,
You got the memo. You got the memo. You need to topple these dictators. You need to topple these people who have sucked every ounce of your blood in order to give it to the colonizers. My people of Ivory Coast. So there are videos of jubilant crowds celebrating in the streets of Ivory Coast. People are overjoyed because this man has been in power since 2010 and 83 years old. It is reported that he's a billionaire and his children are all billionaires. And so he has just been filling his big old gut with all the money from Cote d'Ivoire. And now he has been overthrown. West Africans, you are leading the Africa. You are leading the way, guys. Yes.